Jina la hadithi: ndoto yangu ni mali, si mapenzi. Palikuwa na kijana mdogo aitwaye Baraka aliyekulia kijijini na mama yake mzazi, Mama Rehema. Tangu alivyoanza kuelewa maisha, Baraka alitambua kuna kitu kinakosekana. Kila alipojaribu kumuuliza mama yake kuhusu baba yake, mama alizidi kuwa kimya huku macho yake yakijawa na huzuni. Baraka alikuwa katika mazingira magumu. Wakati watoto wengine walikuwa wakipelekwa shule kwa gari, yeye alikuwa akitembea kilomita nyingi peku, mara nyingine hata bila kula. Hakuwa na marafiki wengi kwa kuwa watoto walimcheka kwa kuvaa nguo zilizochanika na kuwa maskini. Alitengwa, hakupendwa, lakini hakukata tamaa. Siku moja akiwa na miaka 15, Baraka alimkuta mama yake akilia. Kwa msukumo wa maumivu aliyokuwa nayo, alimuuliza tena kuhusu baba yake. Ndipo mama alimwambia, baba yako ni mtu tajiri mjini. Alinikataa alipogundua kuwa nina mimba yako. Alisema hataki mtoto atakayeharibu jina lake na kugawanya mali yake. Kauli hiyo ilimchoma Baraka moyoni kama msumari. Hakuwa na chuki, bali kiu ya kumtafuta baba yake na kuthibitisha kwamba yeye ana thamani, sio kwa mali ya baba, bali kwa mafanikio yake mwenyewe. Alianza safari ya maisha akiwa na matumaini, maumivu na ndoto. Alienda mjini, akaishi mitaani, akifanya kazi za vibarua, kusafisha magari, kuuza maji na baadaye kujiunga na warsha ya fundi umeme. Akiwa na akili ya haraka, alipata ujuzi wa haraka na baadaye kuanzisha biashara yake ndogo ya vifaa vya umeme. Miaka ilienda. Baraka alipoifikisha miaka 25, alikuwa ameanzisha kampuni kubwa ya teknolojia. Akawa maarufu, tajiri na mfano kwa vijana. Hapo ndipo vyombo vya habari vilipoanza kuzungumza kuhusu kijana huyo aliyekuwa yatima lakini sasa ni miongoni mwa matajiri wachanga zaidi nchini. Siku moja alipigiwa simu na mzee mmoja aliyejitambulisha kuwa Bwana Mwakalinga, baba yake mzazi. Mwanangu, naomba tukutane, alisikika mzee huyo kwa sauti ya chini. Walipokutana, Baraka alimtazama baba yake machoni na kusema, sikukutafuta kwa sababu ya mali zako. Nilikuwa nataka unijue, ujivunie hata kama uliniogopa. Baba yake alilia. Alikiri kuwa tamaa ya mali na hofu ya aibu vilimfanya amtenge mtoto wake. Baraka alimsamehe lakini hakusahau. Alijifunza kuwa si kila mwenye mali ana moyo wa thamani na si kila asiye na mali hana thamani.